kila mtoto wa kiume ndani ya wana wa Israeli auawe, na atakayemficha hata mmoja, naye atauawa pia. Farao alipiga amri kwa sauti ya kikatili, huku hofu ikitanda kote Misri. Wanajeshi wake waliinuka usiku na mchana, wakivamia nyumba za watu maskini, wakiliacha taifa lote katika machozi na majonzi. Farao alitawala kwa nguvu na ukatili mkubwa, akiwaamini watu wamwogope kuliko chochote duniani. Aliwafanya wengi kuwa watumwa na kuwalazimisha kufanya kazi ngumu chini ya jua kali, wakijenga piramidi kubwa. Kadri siku zilivyopita, kiburi chake kiliongezeka zaidi. Alijiona kama mfalme asiyeweza kushindwa, mtu ambaye hakuna angeweza kupinga amri zake. Lakini nyuma ya kuta za kasri lake, watu walikuwa wakingojea siku ambayo utawala wake wa kinyama ungeanguka milele. Lakini siku moja, unabii ulienea kwamba mtoto mmoja angekuja kuangusha ufalme wake. Kwa hasira na hofu, akatoa amri ya kikatili: kila mtoto wa kiume wa Wanaisraeli atupwe mtoni. Usiku mmoja wa kimya, mwanamke mmoja akajifungua mtoto wa kiume. Alipomwangalia mtoto wake, aliona si mtoto wa kawaida. Mtoto huyo alikuwa mzuri, mwenye utulivu wa ajabu, kana kwamba alibeba jambo kubwa mbele yake. Kwa miezi kadhaa, mama yake alimficha kwa siri ndani ya nyumba. Kila mlio wa askari nje ya mlango uliwafanya wapate hofu. Lakini mtoto alipoanza kulia zaidi, siri ikawa ngumu kufichika. Mama yake akajua muda ulikuwa umefika. Akatengeneza kikapu kwa matete, akakipaka lami kisipitishe maji. Kisha kwa macho yaliyojaa machozi, akamweka mtoto wake ndani yake. Asubuhi ya mapema, upepo wa mto Nile ukivuma polepole, mama huyo akakisukuma kikapu juu ya maji, huku dada yake mtoto akitazama kwa mbali kwa hofu na matumaini. Na hapo, mtoto huyo mdogo akaanza safari ambayo ingebadilisha historia milele.